No. Nakuitia kula toka mdomo umekaa kimya, umejinamia ueleweki. Kwa mwana shamana sana chakula. Unamaanisha nini kusema hivyo? Tusingeshauriwa tule, hata mgonjwa anaambiwa mfosi apate kula. Kwangu mimi chakula sio kitu cha maana. Hivyo mke wangu, toka nikuoe kuja kunipatia afya hii, wananiambia chakula kwangu mimi kinaniambia. Hebu nipangaje? Kwa hiyo kukaa kote hapo kuanza kote unasusa hadi kichakula kwa sababu ya tendo la ndoa. Hivi ulivyokuwa unaniona ndio uliweka mkataba huo. Kusema kila siku ya Mungu wewe ni mtu akitandana muda wote. Mtu akiwa anachoka ndo asiseme. Kama umesusa kwa sababu hiyo, baba endelea kukaa na njaa tu, lakini nitapojisikia ndipo nitakufanya. Sio, tunaelewana? Tena sasa kaniharibia kabisa mood. Ya kwamba kila siku kufanya kama vile nishakwambia. Ndio nishakwambia nitapojisikia. Jamani, mimi nimeita hapa na kuita kwangu hapa kutokana na malalamiko napata kuyasikia hapa ndani. Na mnavyojua sisi wote hapa ni wapangaji, lakini kuna malalamiko napata kuyasikia, ndio maana leo hii nimeita hapa wote alipata kuwasikia shida ya umundani usafi. Bibia huyu Nyamkomwe huyu usafi wanafanya saa 4 asubuhi, na utaratibu wa nyumba za kupanga inajulikana. Usafi saa ngapi? Saa 12 alfajiri, saa 11. Huo usafi wa saa 4 nyumba gani? Hivi nyie mnaelewa nini maana usafi? Usafi unaofanyika ni kwa ajili ya afya zetu. So nyie mnakaa mnalala mpaka saa 4. Mwanamke tena ajiita mimi mwanamke alokamilika. Usafi unajulikana. Usafi unaanzia nje kisha ndani. Sio, unanielewa? Mambo ya kuamka saa 4 nyumba ya kupanga, tena usafi unapojisikia ndio ufanye. Wewe taratibu ina gani? Na wauliza nyie, wewe ndio utaratibu ina gani? Hebu ngoje. Mimi mke wangu huwa anaamka saa 12 na ananiaga kwamba anaenda kufanya usafi. Sasa sijui nyinyi usafi huo mnataka watu sijui waamke asubuhi ya saa ngapi ili wafanye usafi muone kwamba usafi umefanyika. Una uhakika gani kama alikuwa anafanya usafi? Kama kaenda kujisaidia? So shali. Mimi nasema kitu cha ukweli. Nyie mnafanya usafi saa 12 nyie. Hivi wewe unalalamika usafi? Usafi gani ambao unaofanya wewe? Wewe uone. Yaani uko chuoni kwenye kiingia tafika deki mtoto mdogo. Afu na alika anafanya usafi. Yaani tatizo wenu watu wa ndani mkiambia kweli mnanuna. Subiri kwanza bidada. Kuwa mpole. Usidandie treni kwa mbele. Maana kuangalia kwanza unapopiga makelele. Dada misuli na kusoma povu na kutoka. Aliweka huko mkataba kusema mtu mpaka amke saa 12 ndo anafanya usafi ni nani? Huo mkataba upo. Haujasoma vizuri. Sheria hujaisoma. Umekabidhiwa cheo na mama nyumba au? Utajuaje? Inawezekana mke wangu amke saa 11 na kibadidikiwa niache kitandani eti atoke aje kufanya usafi, wakati muda wote akiamka anaweza kaja kufanya usafi na nyumba ikaonekana safi. Hapo unataka ujenge kwako ndio mpange ratiba hizo, lakini kwenye nyumba za kupanga sio mpange ratiba hizo. Huyu naye ana mdomo huyu.
Jamani, mbona mnamvamia mdogo wangu kitu gani? Tulieni kwanza. Hebu tulieni kwanza. Hapa tumekuja kuleta kikao kwa niaba ya kurumbana au kikao kwa niaba ya kuwajenga na kujenga. Sio hivyo mume wangu. Na wewe Isabel unataka kuniambia ndani unakuja kuongelea hapa nje unafuatilia masuala ya usafi unaanza kufuatilia kazi. Hata mambo ya kujenga bwana na wewe. Nishakwambia usafi lazima ufanye. Saa 12 nasubiri muone. Nitasubiri hiyo nione. Kesho za mlango. Nikifanya usafi niulize. Thubutu. Watafanya ndugu wangu. Sina pressure, nipo baridi. Bado sijalala. Kila siku ndio mtangu nataka tendo. Leo mwanangu kubali. Kweli. Nimefurahi. Ila. Kesho tumoja. Shoti gani? Naomba kwa mtendo. Vipi? Tuna ukome. Sijawahi kufanya kitendo hiko na sitokuja kufanya kamwe. Usije kuja kurudia tena ujinga huu. Mwanaume wa ajabu. Kila siku mbona ananiambia nataka tendo mke wangu. Sasa nakupa fursa unajifanya hujawahi. Nimekwambia kwa vikele. Sitaki kuja kusikia ujinga huo. Usije kufanya kitendo hicho. Sasa pugumu wako kwa wapi? Unakuwa sio mwelewa. Mwingine sio akoje. Sasa mbona unalalamika? Sio akoje. Sio. Kwa mfano kwa kuonyesha nini? Kuna shida nini? Kelele nimekwambia usikii.
nakaribia kuzeeka na taradha ya ndoa sijaionja. Nasha kuhadithiwa mengine kuyaona, naso kama sipendwi mi napendwa, ila nesi wananong'a tu, mana nikigusia ndoa tu kesho naondoka. Mke wangu, usinisha ukataza michezo yako ya kijinga hii. Nilisha kukataza na nilisha kukwambia kwamba na mke wangu nampenda na siwezi kuwa na wewe. Uwezi nini? Siwezi kujizuia. Habari za kunipenda mimi sitaki. Nina mke wangu, ninampenda. Siwezi kuwa na wewe. Nimekwambia toka. Na sisi na bahati mikosi, kwa nini naye mtaka nitaki, barangati siamini. Hivyo dada, unachokiona mpaka anachokifanya ni sahihi? Unakionaje? Lakini dada, kumbuka yuko ni mume wa mtu. Alafu sikiliza nikwambie, wewe bado ni mdogo sana kwangu. Alafu mambo kama haya wewe hayakuhusu. Ukikua ndio utaelewa mimi ninachokifanya ni nini.